Pwani ya Kenya imewahi kushuhudia wahubiri wengi, lakini ni wachache ambao majina yao yaliwahi kutajwa ndani ya ikulu ya Marekani, Umoja wa Mataifa na katika mikutano ya usalama ya Afrika Mashariki. Alikuwa mtu ambaye kwa baadhi alikuwa mwalimu wa dini, kwa wengine alikuwa msemaji jasiri aliyepinga sera za Magharibi, lakini kwa serikali ya Kenya, Marekani na baadaye Umoja wa Mataifa, jina lake lilihusishwa na tuhuma nzito za kusaidia mtandao wa Al-Shabaab, tuhuma ambazo yeye mwenyewe alizikana. Aliitwa Sheikh Aboud Rogo Mohammed, lakini kabla ya dunia kumjua kwa jina hilo, alikuwa ni mtoto wa kawaida kutoka visiwa vya Lamu. Hii ni simulizi adhimu kumuhusu kijana kutoka Lamu aliyebadilisha historia ya pwani ya Afrika Mashariki. Kipindi cha mwisho mwa miaka ya 1960 katika visiwa vya Lamu, pwani ya Kenya, kulikuwa na mazingira ya utulivu yaliyojengwa juu ya biashara, uvuvi na urithi wa muda mrefu wa Uislamu wa Waswahili. Ndani ya mazingira hayo alizaliwa kijana aliyeitwa Aboud Rogo Mohammed. Hii ilikuwa ni mwaka 1968. Hakuna aliyedhani kwamba siku moja jina lake lingejadiliwa katika vyombo vya habari duniani. Utoto wake ulifanana na ule wa watoto wengi wa pwani. Alihudhuria madrasa, akajifunza Qur'an na elimu ya Kiislamu akiwa mdogo. Kadiri alivyokuwa, alipata sifa ya kuwa mzungumzaji mwenye uwezo mkubwa wa kuwavuta watu. Hakuhitaji kupaza sauti. Alikuwa na namna ya kuzungumza iliyowafanya watu wasikilize, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari yake. Lakini wakati Aboud Rogo anakuwa, Kenya nayo ilikuwa inapitia kipindi cha mabadiliko makubwa. Serikali ya Rais Daniel Arap Moi ilikuwa ikiimarisha udhibiti wa kisiasa. Upinzani ulikuwa mdogo, vyombo vya usalama vilikuwa na nguvu kubwa, na katika maeneo ya pwani baadhi ya wananchi walihisi kutengwa kiuchumi na kisiasa. Hisia hizo ziliendelea kujengeka kwa miaka mingi. Ndani ya mazingira hayo, wahubiri waliokuwa wakizungumza kuhusu haki, utambulisho wa Kiislamu na siasa walianza kupata wafuasi wengi. Miaka ilivyopita, Aboud Rogo alihamia Mombasa. Ndipo maisha yake yalipoanza kubadilika. Mombasa wakati huo ilikuwa kitovu cha biashara, dini na siasa. Misikiti ilikuwa imejaa mijadala kuhusu masuala ya jamii, ukosefu wa ajira na migogoro iliyokuwa ikiendelea katika ulimwengu wa Kiislamu. Hapo ndipo Rogo alianza kujulikana zaidi kama mhubiri. Mahubiri yake yalikuwa marefu, yalikuwa ya hisia, na mara nyingi yalizungumzia masuala yaliyokuwa yakitikisa ulimwengu wa Kiislamu. Kadiri muda ulivyopita, idadi ya waliokuwa wakimfuata iliongezeka. Hakuvutia wazee pekee, vijana walikuwa wengi zaidi. Na hilo lilianza kuwavutia pia wale waliokuwa wakifuatilia masuala ya usalama. Lakini wakati huo hakukuwa na vita dhidi ya ugaidi kama tunavyovijua leo. Hakukuwa na Al-Shabaab yenye nguvu kama ilivyokuja baadaye. Hakukuwa hata na tukio la Septemba 11 lililobadilisha siasa za dunia. Hiyo yote ilikuwa bado haijatokea, lakini upepo wa mabadiliko ulikuwa unakaribia. Na usingeishia Kenya pekee, ungevuka mpaka, ungeingia Somalia na ungeibadilisha kabisa historia ya Afrika Mashariki. Mwaka 1991 nchi jirani ya Somalia ilianguka. Serikali ikaporomoka, makundi yenye silaha yakaanza kupigania mamlaka. Hakuna aliyefahamu kuwa vita hivyo vingebadilisha pia maisha ya Sheikh Aboud Rogo. Ni nini kilitokea Somalia mpaka jina la mhubiri kutoka Mombasa likaanza kutajwa pamoja na makundi yenye silaha? Kwa sababu Somalia iliporomoka na dunia ikabadilika. Mwaka 1991, risasi zilikuwa zikisikika kila kona ya Mogadishu. Serikali ya Somalia ilikuwa imeanguka, jeshi lilivunjika, polisi walitoweka, hakukuwa tena na dola. Kilichobaki ni makundi ya wenye silaha yaliyokuwa yakigombea kila mtaa. Lakini hakuna aliyedhani kwamba machafuko hayo yangebadilisha historia ya Kenya na baadaye kumweka mhubiri mmoja wa Mombasa katikati ya mjadala wa kimataifa. Baada ya kuanguka kwa utawala wa Siad Barre mwaka 1991,
Somalia iliingia katika moja ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. Hakukuwa tena na serikali ya kitaifa. Kila eneo lilikuwa chini ya kundi tofauti la wanamgambo. Bandari zilikuwa zikigombaniwa. Viwanja vya ndege vilikuwa chini ya vikundi vya silaha. Mamilioni ya raia walikimbia makazi yao. Njaa, magonjwa na ukosefu wa usalama vikawa sehemu ya maisha ya kila siku. Taswira hizo zilitikisa dunia. Mwaka 1992 Umoja wa Mataifa ukatuma vikosi vya kulinda amani. Baadaye, Marekani iliongoza operesheni kubwa ya kijeshi nchini Somalia kwa lengo la kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia wananchi. Lakini operesheni hiyo ilibadilika haraka na kuwa mapambano makali dhidi ya wanamgambo wa Mohamed Farah Aidid. Kile kilichotokea Mogadishu mwaka 1993, kilichojulikana baadaye kama Black Hawk Down, kilibadilisha sera za Marekani kwa miaka mingi iliyofuata. Baada ya tukio hilo, Marekani ikajiondoa Somalia, lakini Somalia haikupata amani. Kinyume chake, makundi mapya yaliendelea kuibuka. Katika kipindi hicho kulianza kujitokeza makundi mbalimbali ya Kiislamu yaliyodai kuwa suluhisho la machafuko hayo ni kurejesha utawala unaozingatia sheria za Kiislamu. Baadhi ya makundi hayo yalikuwa ya kijamii na kidini, mengine yalikuwa na mabawa ya kijeshi. Kadiri miaka ilivyopita, baadhi ya wanachama wa makundi hayo walikuja kuhusishwa na harakati za kivita. Ni katika mazingira hayo ndipo vyombo vya usalama vya kimataifa vilianza kufuatilia kwa karibu mtandao wa watu waliokuwa wakisafiri kati ya Somalia na nchi jirani ikiwemo Kenya. Wakati huo huo, mjini Mombasa, Sheikh Aboud Rogo aliendelea kuhubiri. Mahubiri yake yalivutia mamia, baadaye maelfu ya wasikilizaji. Alizungumzia masuala ya dini, haki na migogoro iliyokuwa ikiendelea katika ulimwengu wa Kiislamu. Kwa wafuasi wake alikuwa mhubiri aliyesema mambo ambayo wengine waliogopa kuyasema. Lakini kwa baadhi ya vyombo vya usalama, ushawishi wake ulianza kuonekana kama jambo linalostahili kufuatiliwa. Hata hivyo, hadi kufikia kipindi hicho hakukuwa na hatua kubwa za kisheria dhidi yake. Kisha mwaka 2001 ukafika, na ndani ya dakika chache tu dunia nzima ikabadilika. Septemba 11, 2001, ndege 4 zilitekwa nchini Marekani. Dakika chache baadaye, sera za usalama duniani zilibadilika milele. Na kuanzia siku hiyo, kila mhubiri, kila msikiti na kila kundi lililotajwa kuhusiana na ugaidi lilianza kufuatiliwa kwa karibu zaidi. Swali la udadisi hapa ni je, ni kwa namna gani tukio la New York liliathiri maisha ya Sheikh Aboud Rogo aliyekuwa maelfu ya kilomita kutoka Marekani? Hilo ndo tunaanza kulitafutia majibu kuanzia sasa, kwa sababu baada ya Septemba 11 jina lake likaanza kutajwa duniani. Tuirejee asubuhi ya Septemba 11 mwaka 2001. Dakika chache zilitosha kubadilisha historia ya dunia. Majengo ya World Trade Center yalianguka, maelfu ya watu walipoteza maisha. Marekani ikatangaza kile ilichokiita The Global War on Terror. Kuanzia siku hiyo, hakukuwa tena na vita vilivyopiganwa kwa risasi pekee. Kulikuwa na vita vya taarifa, vita vya fedha na vita vya kuwatafuta watu ambao serikali mbalimbali zilihisi walikuwa sehemu ya mtandao ya makundi yenye msimamo mkali. Ndani ya orodha hiyo, baadaye likaanza kutokea jina la Sheikh Aboud Rogo Mohamed. Kwa hiyo, baada ya mashambulizi ya Septemba 11, Marekani ilipanua operesheni zake za kupambana na ugaidi duniani. Mashirika ya ujasusi yakaanza kushirikiana kwa ukaribu na serikali nyingi ikiwemo Kenya. Afrika Mashariki ikawa moja ya maeneo yaliyowekwa chini ya uangalizi mkubwa. Sababu ilikuwa wazi. Miaka michache kabla ya Septemba 11, mwaka 1998, mabomu yalilipuka katika balozi za Marekani jijini Nairobi na Dar es Salaam. Mashambulizi haya yaliua mamia ya watu na kujeruhi maelfu. Tangu hapo, eneo hili lilionekana kuwa muhimu katika vita dhidi ya ugaidi. Wakati huo, Sheikh Aboud Rogo alikuwa tayari ni mmoja wa wahubiri waliokuwa na ushawishi mkubwa katika pwani ya Kenya. Mahubiri yake yalikuwa yakisambazwa kwa kaseti, CD na baadaye kupitia mtandao. Alikosoa wazi sera za Marekani katika Mashariki ya Kati na uwepo wa majeshi ya kigeni katika nchi za Kiislamu. Kwa wafuasi wake alikuwa akitetea Waislamu waliodhulumiwa. Lakini kwa baadhi ya mamlaka za usalama, kauli hizo zilianza kuonekana kama sehemu ya hotuba zinazoweza kuwahamasisha baadhi ya vijana kuelekea misimamo mikali. Ni muhimu kutofautisha hapa. Kukosoa sera za nchi si kosa lenyewe. Lakini mamlaka za Kenya, Marekani na baadaye Umoja wa Mataifa zilidai kwamba swala halikuwa tena hotuba pekee.
zilimtuhumu kwa madai ya kusaidia kifedha, kuhamasisha na kuwezesha baadhi ya vijana kujiunga na kundi la Al-Shabaab nchini Somalia. Sheikh Rogo alikanusha tuhuma hizo. Wanasheria wake na baadhi ya wafuasi wake walisisitiza kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuthibitisha madai hayo mahakamani. Miaka ilivyopita, shinikizo dhidi yake likaongezeka. Mwaka 2012, idara ya hazina ya Marekani ilimweka kwenye orodha ya watu waliowekewa vikwazo kwa tuhuma za kuunga mkono Al-Shabaab. Baadaye jina lake likaongezwa pia kwenye orodha ya vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hatua hizo zilimaanisha mali zilizokuwa chini ya mamlaka husika zingeweza kuzuiwa, na kulikuwa na vikwazo vya usafiri na miamala ya kifedha chini ya mifumo ya kimataifa. Hata hivyo, kuwekwa kwenye orodha ya vikwazo si sawa na hukumu ya mahakama ya jinai. Ni hatua ya kiutawala inayotokana na tathmini za usalama, na imekuwa ikijadiliwa kimataifa kuhusu viwango vya ushahidi na haki za walioorodheshwa. Lakini kadiri jina lake lilivyozidi kutajwa kimataifa, ndivyo mvutano kati yake na mamlaka za Kenya ulivyozidi kuwa mkubwa, na muda si mrefu mahakama zikaanza kuwa sehemu ya maisha yake. Alikamatwa, akafikishwa mahakamani, lakini mara kadhaa akaachiwa. Kwa nini? Je, ushahidi haukutosha au kulikuwa na sababu nyingine? Acha tufungue faili la kesi zote muhimu ambazo zilimkabili Sheikh Aboud Rogo, na tutatathmini kwa nini kila kesi iligeuka kuwa mjadala mkubwa nchini Kenya. Kwa sababu wakati mwingine mapambano makubwa hayafanyiki vitani, hufanyika mahakamani, mbele ya jaji, mbele ya waandishi wa habari na mbele ya taifa zima. Kwa Sheikh Aboud Rogo, hiki ndicho kilikuwa kipindi ambacho kila hatua ilifuatiliwa. Rekodi zinaonyesha kuwa kadiri miaka 2000 ilivyoendelea, jina la Sheikh Aboud Rogo liliendelea kujitokeza katika taarifa za usalama za Kenya. Alianza kukamatwa na kuhojiwa mara kadhaa kuhusiana na tuhuma mbalimbali zinazohusishwa na usalama wa taifa. Baadhi ya kesi zilihusu madai ya kumiliki silaha au vifaa vilivyodaiwa kuwa kinyume cha sheria. Nyingine zilihusishwa na madai ya kuunga mkono au kusaidia makundi yenye msimamo mkali. Lakini mara kwa mara upande wa utetezi ulipinga madai hayo. Wanasheria wake walidai kwamba baadhi ya mashtaka hayakuwa na ushahidi wa kutosha wa kuyathibitisha mahakamani. Katika baadhi ya kesi, mahakama iliona ushahidi uliowasilishwa au kufikia viwango vinavyohitajika kwa hukumu na hatia, na hivyo baadhi ya mashtaka yakafutwa au akaachiwa. Kwa upande mwingine, vyombo vya usalama vilisisitiza kuwa uchunguzi wao ulikuwa mpana zaidi kuliko yale yaliyoweza kuwasilishwa mahakamani. Hapa ndipo mjadala mkubwa ulipoanzia. Kulikuwa na swali lililogawa maoni ya wananchi. Je, mtu anaweza kuwa chini ya uangalizi wa vyombo vya usalama kwa muda mrefu lakini bado pasiwe na ushahidi wa kutosha wa kumtia hatiani katika kesi fulani? Kwa wataalamu wa sheria, jibu ni ndio. Katika mfumo wa sheria za jinai, tuhuma pekee hazitoshi. Hatia lazima ithibitishwe kwa kiwango kinachotakiwa na sheria. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kubaki akifuatiliwa na mamlaka lakini bado akaachiliwa katika kesi fulani ikiwa ushahidi uliowasilishwa haujatosha. Kadiri mijadala hiyo ilivyoendelea, umaarufu wa Sheikh Rogo uliendelea kuongezeka. Mahubiri yake yaliendelea kuhudhuriwa na watu wengi. Kwa wafuasi wake, kukamatwa kwake kulionekana kama shinikizo dhidi ya mhubiri aliyekuwa akikosoa sera za serikali na za mataifa ya Magharibi. Kwa wakosoaji wake, mamlaka zilikuwa zikijaribu kuzuia ushawishi ambao waliofia ungeweza kuwavuta baadhi ya vijana kwenye msimamo mkali. Kwa wakosoaji wake, mamlaka zilikuwa zikijaribu kuzuia ushawishi ambao waliofia ungeweza kuwavuta baadhi ya vijana kwenye misimamo mikali. Mitazamo hiyo miwili iliendelea kuwepo sanjari. Mwaka 2012 hali ya mvutano ilifikia kiwango kipya. Jina lake likawekwa katika orodha za vikwazo vya kimataifa. Hatua hiyo ikazidisha mjadala. Kwa baadhi ya watu ilikuwa uthibitisho wa tuhuma zilizokuwa zikitolewa dhidi yake. Kwa wengine waliamini bado kulihitajika ushahidi wa wazi unaoweza kuthibitishwa mahakamani. Lakini wakati mijadala ya mahakama ikiendelea, kulikuwa na jambo jingine lililokuwa likiwatia wasiwasi viongozi wa usalama. Ripoti mbalimbali zilidai kuwa idadi ya vijana kutoka Afrika Mashariki waliokuwa wakivuka mpaka kwenda Somalia ilikuwa inaongezeka. Na ndipo jina la Sheikh Rogo likaanza kutajwa mara nyingi zaidi katika mjadala huo. Je, kulikuwa na ushahidi wa moja kwa moja kwamba alikuwa akiwaajiri au kuwapeleka vijana Somalia? Au ilikuwa ni tuhuma ambazo hazikuwahi kuthibitishwa mahakamani? Kwa sasa hebu tuchunguze madai hayo.
tukitazama ripoti za kimataifa na majibu ya Sheikh Rogo pamoja na wafuasi wake. Hapa tutajitahidi kutenganisha yaliyothibitishwa na yale yaliyobaki kuwa madai. Kama bado hujasubscribe channel yetu, tafadhali fanya tendo hilo hivi sasa ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwekea. Sasa tuendelee. Katika kila vita kuna silaha zinazoonekana na kuna silaha zisizoonekana. Bunduki zinaweza kubadilisha uwanja wa mapambano, lakini maneno yanaweza kubadilisha fikra za watu. Na katika vita dhidi ya ugaidi, mapambano ya maneno yalikuwa makubwa kama mapambano ya risasi. Na hapa ndipo tunaona jina la Sheikh Aboud Rogo likaanza kutajwa mara kwa mara pamoja na Al-Shabaab. Miaka ya mwisho ya 2000 na mwanzoni mwa mwaka 2010, kundi la Al-Shabaab lilikuwa limejiimarisha kusini mwa Somalia. Lilifanya mashambulizi dhidi ya serikali ya mpito ya Somalia, vikosi vya Umoja wa Afrika AMISOM, na baadaye ndani ya Kenya. Baada ya Kenya kupeleka majeshi yake ya Somalia mwaka 2011 kupitia Operation Linda Nchi, tishio la mashambulizi ya kulipiza kisasi liliongezeka. Katika kipindi hicho, vyombo vya usalama vya Kenya vilitoa tahadhari kuhusu mtandao wa watu waliodaiwa kuwashawishi au kuwasaidia baadhi ya vijana kuvuka mpaka kwenda Somalia. Jina la Sheikh Aboud Rogo lilikuwa miongoni mwa majina yaliyotajwa katika tuhuma hizo. Serikali ya Kenya pamoja na Marekani na baadaye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zilidai kuwa alikuwa na mchango mkubwa katika kusaidia shughuli za Al-Shabaab kupitia uhamasishaji, usaidizi wa kifedha au uratibu wa watu. Madai hayo ndiyo yaliyotumika pia kama msingi wa vikwazo vya kimataifa dhidi yake. Lakini simulizi haikuishia hapo. Sheikh Rogo mwenyewe alikataa katakata kuhusika na Al-Shabaab. Alipinga tuhuma hizo na alisisitiza kuwa alikuwa mhubiri wa Kiislamu aliyekuwa akitoa maoni yake kuhusu siasa za kimataifa na hali ya Waislamu katika maeneo yenye migogoro. Baadhi ya wafuasi wake waliona kuwa alilengwa kwa sababu ya ukosoaji wake dhidi ya sera za Marekani na serikali ya Kenya. Kwao hakukuwa na ushahidi wa kutosha uliowasilishwa mahakamani kuthibitisha madai hayo. Kwa upande mwingine, wataalamu wa usalama walikuwa wakionya kwamba ushawishi wa viongozi wa kidini unaweza kuwa na athari kubwa kwa vijana, hata pale ambapo uhusiano wa moja kwa moja na vitendo vya uhalifu ni mgumu kuthibitishwa mahakamani. Hivyo mjadala kuhusu Sheikh Rogo uliendelea kugawanya maoni. Kwa baadhi alikuwa mhubiri aliyedhulumiwa, kwa wengine alikuwa mtu ambaye mamlaka ziliona kuwa ni tishio la usalama, na hadi leo mitazamo hiyo bado ipo. Kilicho wazi ni kwamba mwaka 2012 mvutano kati yake na mamlaka ulikuwa umefikia kiwango cha juu. Hakukuwa tena na nafasi ya kati. Kila upande ulikuwa na simulizi yake, na muda mfupi baadaye likaja tukio ambalo lilibadilisha historia ya pwani ya Kenya. Hii ilikuwa ni tarehe 27 Agosti 2012. Sheikh Aboud Rogo aliingia ndani ya gari akiwa pamoja na familia yake. Dakika chache baadaye, risasi zilianza kusikika. Nani alimuua? Kwa nini? Na kwa nini zaidi ya muongo mmoja baadaye hakuna aliyewahi kutiwa hatiani kwa mauaji hayo? Yaani ilikuwa hivi ndani ya hizi dakika zilizotikisa Mombasa. Tarehe 27 Agosti 2012, Mombasa ilikuwa imeamka kama siku nyingine yoyote ya desturi. Biashara ziliendelea, misikiti ilikuwa imefunguliwa. Hakuna aliyefahamu kwamba ndani ya dakika chache jiji hili lingeingia katika moja ya siku zake zenye mshtuko mkubwa zaidi. Asubuhi hiyo, Sheikh Aboud Rogo alikuwa akisafiri ndani ya gari pamoja na baadhi ya wanafamilia wake. Walikuwa wakipita katika eneo la Mombasa, kisha watu wenye silaha walikaribia gari. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa wakati huo, risasi nyingi zilifyatuliwa kulielekea gari hilo. Shambulio hilo lilikuwa la haraka, na ndani ya muda mfupi Sheikh Aboud Rogo alifariki kutokana na majeraha ya risasi. Baadhi ya waliokuwa ndani ya gari walinusurika, ingawa wengine walijeruhiwa. Habari zikaanza kusambaa kwa kasi. Ndani ya dakika chache Mombasa nzima ilikuwa inazungumzia tukio hilo. Lakini kilichofuata kilikuwa kikubwa zaidi. Wafuasi wake walikusanyika kwa hasira. Baadhi yao waliamini mauaji hayo yalikuwa ya kupanga. Mamlaka za Kenya ziliahidi kufanya uchunguzi. Hata hivyo, katika siku na miaka iliyofuata hakukuwa na hukumu ya mahakama iliyomtaja au kumtia hatiani mtu kwa mauaji hayo. Hadi leo, mazingira kamili ya mauaji hayo yameendelea kuwa jambo linalojadiliwa. Kuna nadharia nyingi zilizowahi kutolewa katika mijadala ya umma, lakini nadharia si ushahidi.
na kwa sababu hiyo hakuna anayepaswa kuwasilishwa kama mhusika wa mauaji hayo bila uthibitisho wa kisheria. Kilicho wazi ni kwamba kifo cha Sheikh Rogo kilizua hisia kali. Kwa baadhi ya wananchi walikuwa wamepoteza kiongozi wao wa kidini. Kwa wengine waliona tukio hilo kama ishara ya kuongezeka kwa mvutano kati ya dola na watu waliokuwa chini ya uangalizi wa vyombo vya usalama. Lakini kilichotokea siku zilizofuata kilikuwa kikubwa hata kuliko tukio lenyewe, kwa sababu Mombasa ilianza kuwaka moto. Maandamano yalizuka, mapambano kati ya waandamanaji na polisi yakaanza, mali zikaharibiwa na hofu ikatawala pwani ya Kenya. Kwa nini kifo cha mtu mmoja kilisababisha mlipuko mkubwa kiasi hicho? Mara nyingi risasi moja humaliza maisha ya mtu mmoja, lakini wakati mwingine risasi hiyo hubadilisha maisha ya maelfu. Baada ya kifo cha Sheikh Aboud Rogo, Mombasa haikuwa tena Mombasa ile ya jana. Habari za kifo chake zilienea kwa kasi kupitia simu, radio na television. Mamia ya watu wakaanza kuelekea maeneo mbalimbali ya Mombasa. Wengi walitaka kujua kilichotokea, wengine walitaka kushiriki katika maombolezo. Lakini kadiri muda ulivyopita, hasira zikaanza kuongezeka. Maandamano yakaanza. Katika baadhi ya maeneo, maandamano hayo yaligeuka kuwa ghasia. Kulikuwa na mapambano kati ya waandamanaji na polisi. Magari yalichomwa, barabara zikafungwa, biashara zikafungwa kwa hofu. Katika baadhi ya matukio, makanisa yalishambuliwa na kuchomwa moto, huku viongozi wa dini mbalimbali wakilaani vitendo hivyo na kusisitiza kuwa visichochee uhasama wa kidini. Polisi walitumia hatua mbalimbali za kudhibiti hali hiyo, zikiwemo gesi ya kutoa machozi na operesheni za kurejesha utulivu. Kwa siku kadhaa, Mombasa iliishi katika hali ya tahadhari kubwa. Baada ya ghasia hizo, serikali ya Kenya iliimarisha operesheni dhidi ya mtandao iliyokuwa ikihusishwa na makundi yenye msimamo mkali. Watu kadhaa walikamatwa katika uchunguzi tofauti. Misikiti kadhaa ilifanyiwa upekuzi na operesheni za usalama, hatua ambazo ziliibua mjadala mpana. Kwa upande mmoja, serikali ilisema ilikuwa inalinda usalama wa wananchi. Kwa upande mwingine, baadhi ya viongozi wa Kiislamu na mashirika ya kutetea haki za binadamu walitaka operesheni zote zifanyike kwa kuzingatia sheria, haki za misingi na ushahidi. Mvutano huo ukaendelea kwa miaka kadhaa, lakini pamoja na operesheni zote hizo, swali kubwa lilibaki bila jibu. Nani aliyemuua Sheikh Aboud Rogo? Uchunguzi uliendelea kwa vipindi tofauti. Nadharia mbalimbali ziliibuka katika mijadala ya umma. Hata hivyo, hadi leo hakuna uamuzi wa mahakama uliomtaja mtu aliyewajibika kwa mauaji hayo. Hilo limeendelea kufanya tukio hili kuwa moja ya mafaili yaliyojadiliwa zaidi katika historia ya kisasa ya Kenya. Lakini historia ya Sheikh Rogo haiwezi kueleweka kwa kuangalia siku ya kifo chake pekee. Swali muhimu zaidi ni hili: urithi wake ulikuwa ni nini? Je, alikumbukwa kama mhubiri aliyesimamia alichokiamini, au kama mtu ambaye mamlaka ziliona kuwa sehemu ya tatizo la usalama? Majibu yanategemea unamuuliza nani. Na hapa ndipo historia hukutana na mitazamo. Kwa sasa miaka imepita, lakini jina la Sheikh Aboud Rogo bado linatajwa. Kwa baadhi ni alama ya mapambano dhidi ya dhulma, kwa wengine ni onyo kuhusu hatari ya misimamo mikali. Je, historia inaweza kutoa jibu moja linalokubalika na kila mtu? Historia haikumbuki watu kwa sababu walikuwa maarufu. Historia huwakumbuka kwa sababu walibadilisha dunia iliyowazunguka. Na hadi leo jina la Sheikh Aboud Rogo bado linaibua mjadala. Lakini je, historia inasema nini? Kwa sababu miaka imepita tangu risasi zile ziliposikika Mombasa, lakini jina la Sheikh Aboud Rogo halijatoweka. Kwa baadhi ya Wakenya, hususan baadhi ya wafuasi wake, anakumbukwa kama mhubiri aliyekuwa jasiri kusema aliyoyaamini na kukosoa sera za serikali na mataifa ya Magharibi. Kwa wengine, hasa katika mtazamo wa vyombo vya usalama vya Kenya, Marekani na taasisi za kimataifa zilizomwekea vikwazo, alionekana kama mtu ambaye ushawishi wake ulihusishwa na hatari ya kuimarika kwa makundi yenye msimamo mkali. Hiyo ndio sababu historia yake imeendelea kuwa ya mjadala. Ni muhimu kutambua tofauti kati ya mambo matatu. La kwanza ni mahubiri yake ambayo yalisikilizwa na maelfu ya watu na yaliweka jina lake kwenye ramani ya Afrika Mashariki. La pili ni tuhuma zilizotolewa na mamlaka mbalimbali kuhusu uhusiano wake na Al-Shabaab.
Tuhuma hizo zilisababisha kuwekwa kwa vikwazo vya kimataifa, lakini yeye alizikana. La tatu ni mchakato wa mahakama, ambapo baadhi ya kesi zilizowahi kufunguliwa dhidi yake hazikuishia kwa hukumu ya hatia. Kutofautisha mambo hayo matatu ni muhimu ili kuelewa historia yake bila kuchanganya madai na ukweli uliothibitishwa. Kifo chake pia kiliacha maswali ambayo bado hayajajibiwa kikamilifu. Nani alipanga mauaji yake? Na kwa nini? Na kwa nini hakuna hukumu ya mwisho iliyowahi kutoa jibu la kisheria kuhusu waliohusika? Maswali hayo bado yameendelea kujadiliwa na wanahistoria, waandishi wa habari na watafiti wa masuala ya usalama. Lakini pengine funzo kubwa zaidi alimuhusu Sheikh Rogo peke yake, linahusu Afrika Mashariki kwa ujumla. Linahusu namna migogoro ya nchi jirani inaweza kuathiri usalama wa eneo zima. Linaihusu jinsi maneno, siasa, dini na usalama vinavyoweza kukutana na kuunda historia yenye sura nyingi. Na linatukumbusha kwamba katika nyakati za migogoro ni muhimu kutenganisha ushahidi, tuhuma na hisia. Je, Sheikh Aboud Rogo alikuwa nani hasa? Jibu linaweza kutofautiana kulingana na unayemuuliza. Lakini jambo moja halina ubishi. Aliandika sura ambayo haiwezi kuondolewa katika historia ya kisasa ya Kenya na Afrika Mashariki. Na kama ilivyo kwa simulizi nyingi za historia, kazi yetu si kuwahukumu waliopita, bali kujifunza kutokana na walichokiacha. Hii ilikuwa ni historia ya Sheikh Aboud Rogo Mohamed. Tumejitahidi kadiri iwezekanavyo kuiwasilisha kwa kuzingatia matukio yaliyorekodiwa, vyanzo vya kihistoria na kutenganisha yaliyothibitishwa na madai yaliyotolewa na pande mbalimbali. Ikiwa umejifunza jambo kupitia dokumentari hii, usisahau kuipenda video, kuisambaza na kujiunga na Sizz Media kwa simulizi nyingine za kihistoria zinazobadili namna tunavyoielewa dunia. Mimi naitwa Omar Zongo na hii ni Simulizi Zinaishi. Asante.